Asante sana dada yangu, ubarikiwe. Vitu vyote ni sawa panapo nini? Kila sauti tamu panapo halafu nani ana wimbo wote atusomee? Halafu kuna mibaraka mwisho wa hilo beti. Unatusomea? Nataka kitabu cha wimbo, kama mtu anacho anifungulie. Nimekataa. Nilifunga tu hapa. Hapa sasa imeisha chemsha hii. Inabidi uzime. Inawaka? Of course. Nani anatusomea au niisome mimi mwenyewe? Vitu vyote ni sawa panapo nini? Kila sauti tamu panapo nini? Vitu vyote ni sawa panapo pendo, kila sauti tamu panapo au natamani mtu aliyefungua huu wimbo anionyeshe. Mimi wa kwangu huku inakataa. Niletee tu hapa, nitausoma, au chukua maiki usome. Asante. Vitu vyote ni sawa panapo nini? Kila sauti tamu panapo nini? Pana amani pale na furaha wapi? Siku zote salama panapo nini? Kuna watu wanapitia hii hali. Hakuna vitu vyote ni sawa. Ukimwambia mwenzio nakupenda, mjinga wewe, unanipenda umetokea wapi? Natamani hata ungekufa zamani. Si umenielewa? Ukienda beti la pili, furaha hii nyumbani, hapana machukizo, chakula ni kitamu, mashamba yanasitawi. Ukienda la tatu, hata mbinguni juu wana furaha wanapouona nini? Upendo. Mmeiona hiyo? Macho yanapendeza na viumbe vya Mungu. Ukiona mtu ana hasira za ajabu, ujue kuna shida. Lakini fungu la 4 nalipenda. Yesu niwe wako. Maana yake kuwa wako Yesu, ndipo nikiwa wako kabisa. Masuala sio ya kuwa wako, bali kuwa wako nini? Vitakuwepo vitu vitatu. Pendo nyumbani, nitakaa salama, sitaifanya dhambi, nitabarikiwa tu. Unapata vitu vingapi? Jamani, nimeeleweka vizuri? Mmenielewa wapendwa? Sasa ukiona hivi vitu havipo, tatizo linani? Katika huduma yangu ya kuwepo hapa, tutakuwa ndani ya masomo ya familia. Haya masomo ya familia yamejengwa katika vitu vitatu.
yamejengwa katika vitu vitatu. Ninatamani muvione. Kumbe sijachomeka. Natamani mvione, na mkiviona mmebarikiwa. Ukiangalia hiyo picha niliyoirusha, utagundua ni familia moja inafurahi, na kichwa kinasema ndoa na familia katika, sijamalizia, ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo nitaongea mambo matatu. Kuna ndoa, nitaongea jambo la pili, familia, nitaongea jambo la tatu, ulimwengu wa dijitali, ulimwengu wa teknolojia. Kwa hiyo tutakuwa na T6 na P2. T ya kwanza, T ya pili, T ya tatu, T ya 4, T ya 5, T ya 6 na protect, P ya kwanza na P ya pili. Sasa naomba mziangalie hizo T, sijazi display hapa. T ya kwanza leo tunaanza nayo ni time. Time kwa maana ya muda. T ya pili tutaifanya kesho, trust. Trust kwa maana hivi, trust kwa Kiswahili ni nini? Sio tumaini, si hope. T ni nini Waingereza? Trust. Tutaiona huko mbele. T ya tatu ni teknolojia, na T ya 4 ni temperance kwa maana ya kiasi, na T ya 5 ni trial, vurugu, changamoto, majaribu, yote yanayotokana na nini? Na dijitali. Alafu T ya 6 tutaingia kwenye kutry, na yote yanatoka hapa. P inayofuata ni protect. P inayofuata nimesema P2, tutakuwa na protect alafu na pray. Tutakuwa na kuwalinda familia na kuwatunza familia. Sasa ninaomba mnielewe kitu kimoja. Huu mchezo, familia yoyote ninawaombea kwa neema ya Mungu msikaliane hivi. Si mnanielewa? Watoto hawaruhusiwi kuachanisha ndoa. Hapa katikati, hao watoto wanatakiwa kumwacha baba amemshikilia, ule mkono ulioshikilia ule wa kushoto wa baba ndio anaenda mtoto, na huu mkono uliomshikilia wa kulia wa baba unamwachia huyu mtoto. Hao watoto wote wanatoka, hawa wote, huyu anakuja huku, huyu anaenda kule, hawa wanashikana mikono. Maana yake ni nini? Hawa wakiondoka kwenye familia, hawa waendelee kupendana. Mkiwaweka katikati hawa, wakija kuondoka, nyia itakuwa ngumu sana kushikana mikono. Ndio maana tunasema tusifanye hivyo.
Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Leo tunaanza na time. Hivi vyote jana tumevifanya. Tunaingia kwenye Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Leo tunashughulika na time, wakati, na nitapenda ni present kuliko kupresent. Nitatamani kuwasilisha wasilisho la muda ili uweze kuelewa muda ni nini. Mhubiri 3 mstari wa kwanza anasema maneno haya: kila wakati na kusudi. Jamani, na maiki moja, natamani mtu anisaidie kusoma. Kila wakati na kusudi. Natamani mnielewe. Kila wakati na kusudi. Unaposema kusudi lake, Suleimani anaanza kuchambua. Kuna wakati wa kukusanya mawe na wakati wa kutupa. Sasa mbona hatuna ushirikiano? Wakati wa kukusanya mawe na wakati wa kutupa nini? Wakati wa kulia na wakati wakati wa kuomboleza na wakati wa kufurahi. Huyo ni nani? Suleimani. Natamani mnielewe kwenye hili somo. Kila wakati na kusudi. Nilipokuwa nafundisha sehemu fulani hii somo, niliwaambia usile parachichi lisilo msimu wake. Usile tango ambalo ni la mwaka mzima, litaharibu. Sasa hivi watu wengi wana parachichi, ukila ndizi, ukila yale matunda ya msimu, hayana muunganiko na wakati wake. Sasa nataka niwapeleke sehemu chache ambayo inaweza kuwaletea shida. Ukifanya kitu ambacho hakiko kwa wakati wake, kinaua. Kitu kisicho kwa wakati wake kinafanya nini, wapendwa? Kinafanya nini? Ogopa muda. Danieli, Ashpenaz anaambiwa na Nebukadneza, wape chakula hawa watu kwa muda wa siku ngapi? 3. Danieli anasema sisi utupe muda wa siku ngapi? 10. Wanaenda kwa mfalme, wanakutana na muda anaosema mfalme. Hawa watu walionekana bora mara 10 times, mara 10 kuliko wengine. Muda. Naomba mnisikilize vizuri. Ninapoongea hili jambo, ninaongea muda kama kovu. Kati ya yale makovu 7 kuna kovu la muda, kovu la wakati, kovu ambalo halitapita. Hata sasa hivi unaponiangalia, kuna kovu unalitengeneza. Acha kutengeneza makovu katika maisha. Yusufu mbele ya mfalme anamwambia hayo mambo mawili. Mfalme, sikiliza, Farao,
Furahi leo, furahi leo, lakini fikiria kesho. Enjoy today but think future. Una hela, unazichukua zote unaweka. Yusufu anamwambia mfalme, wale ng'ombe uliowaona, wale ng'ombe uliowaona watakuja hapa, waliokonda ni miaka 7 ya njaa, halafu ya shibe, halafu itakuja miaka 7 ya nini? Naomba nikuambie hili jambo, uliyekaa hapo unisikilize hili jambo. Hakuna tatizo linalokupata ambalo Mungu hakukupa rehema. Chukua hilo, chukua hilo. Kuna siku ulipata hela nyingi, hukutunza. Kuna kipindi ulipata afya njema, ukaichezea. Kuna kipindi ulipata mtu mzuri, ukamchezea. Miaka ya shibe inapokuja kwako, miaka ya baraka inapokuja kwako, ni muda unaotumia kuhifadhi kwa ajili ya kipindi cha njaa. Hata sasa tumepata rehema, rehema kubwa, tuna amani. Msiichezee, kwa sababu kuna kipindi kinakuja ambacho sicho cha amani. Na ndio maana tukaongeza neno moja hapo chini, you can't appreciate what you have and huwezi ukafurahia kitu kama hujakipoteza. Huwa nawaambia hata watu wenye wenzi, huyo mke unayemuona huwezi ukamfurahia, akiondoka ukapatwa na mwanamke anayekupiga matukio, utamkumbuka. Muhudumie vizuri sana, muhudumie vizuri sana. Utampata vizuri sana. Hao wazazi ulionao leo hii unaona hawana maana, simu ndio ina maana. You can't appreciate what you have until you lose it. Sasa mimi sitamani ufike upoteze ndio ukathamini kile ulichokuwa nacho. Ukiwa kipindi cha uchaguzi, wakati huu chagua kwa busara, acha kuchagua kwa miemko. Ukifika wakati wa utungwaji wa mimba, kama unahitaji mtoto mwenye akili, piga magoti, tunasema uwe na utulivu, uwe na afya, uwe na akili, uwe na mahusiano mazuri ya kiroho. Wakati ni muhimu. Ukifika wakati wa ujauzito, usipoteze hata dakika. Kila dakika inayokwenda, omba na mtoto wako, ongea na mtoto wako, maana unaoenda kulizaa ni bomu. Ikiwa hawatahudumiwa vizuri, unatengeneza matatizo kwenye uzee wako. Waheshimu watoto, maana ni kamera. Mlishe vyakula vya kufaa, muombee, muwekee mazingira mazuri. Lakini ukifika
wakati wa uzaliwaji, uhusiano, umoja na umakini uzingatiwe. Na hayo ndiyo maisha. Maisha bila wakati, utanisikiliza katika hivi vitu, kila kitu na majira yake na kusudi lake. Narudia hilo neno unaloliona hapo, kila kitu na majira yake na makusudi yake. Kwa mfano, binadamu anayesumbuliwa na afya hula ovyo. Leo anakula asubuhi, kesho anakula saa 5. Kero, unaharibu mwili wako. Kula kwa wakati, utaepuka magonjwa mengi. Lala kwa wakati. Kuna nyakati 5 za kulala. Unapofika ile nyakati ya 3, ndio viungo vyote ulegea, na unapoingia kwenye nyakati ya 4, ndipo unajikuta ni usingizi unaoruhusu ukuaji. Maana hata hapa kwenye kulala ningewaeleza. Kwenye kula kuna nyakati za kula. Asubuhi unapoamka, kula kama mfarume. Mchana kula kama mtumwa. Asubuhi unakula sana, mchana unakula, japokuwa wataalamu saizi wanasema mchana unakula sana, asubuhi unakula kidogo, jioni usilale umekula. Mwili hauwezi ukaingia umelala. Alafu ndio maana kuna watu wanaota mandoto ya ajabu. Unafukuzwa na mbwa, mara uko juu ya mti umeshindwa kushuka, mara unaruka kongoro au korongo unavuka korongo. Ndio wale wanaishtuka. Sasa kuna watu hata kanisani unaweza ukalala ukaota ndoto. Sasa ile ndoto ni kumbe unapigwa, lazima upige kelele. Kuzungumza, kuna wakati wa kunyamaza na wakati wa kuongea. Kuna wakati wa kuzungumza na wa kutafakari. Kazi za maisha zina wakati wake. Mimea, kuna wakati wa kupanda, kuna kuvuna, kuna kukua, kuna matunda, kuliwa na kufaa. Sio matunda yote yanaliwa asubuhi, sio matunda yote yanaliwa mchana, sio matunda yote yanaliwa usiku. Sio kila tunda linaliwa, linapandwa karibu na nyumba. No. Maisha yana mianzo, yana uchaguzi, yana kazi. Alafu afya, kuna asubuhi unajionaje. Tunawashauri watu kisaikolojia, unapoamka na kuanza kutamka maneno unajiharibia. Yaani mtu unaamka unaanza kutaja magonjwa. Mimi leo najisikia vibaya. No. Amka ukiwa na kumtukuza Mungu. Unasikia ndege wakiamka wanapiga kelele. Hakikisha unaamka unasema asante Mungu. Sio unaamka unapiga kelele. Viumbe, uzazi, kuna kipindi cha utungwaji. Kuna mwanamke ukimwangalia ana nyakati 4 kwa mwezi, wakati mwanaume ana nyakati 4 naye kwa siku. Yupi ana vurugu? Mwenye nyakati 4 kwa siku au nyakati 4 kwa mwezi? Yupi ana shida? Punga mkono. Naona watu hawapungi mkono. Mwanaume ana nyakati ngapi? 4 kwa siku. Mwanamke ana nyakati 4 kwa nini? Kwa mwezi. Sasa zikigongana zile nyakati niwaambie, kuna nyakati ya mwanaume anakuwa yuko down,
uwezo wa kufikiri hana. Na hizo nyakati Mungu anazipishanisha. Kuna nyakati mwanamke anakosa akili kabisa, yuko chini. Sasa katika nyumba wote mkikutana kwenye wakati mmoja, yuko chini kiakili, mwingine yuko chini kiakili, lazima mtofautiane. Ni afadhali mwanaume anapokuwa chini, mwanamke anakuwa na akili, kwa sababu kuna mifumo inaendelea ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa afya iko namna hii. Hivi vipengele 4 katika wakati wa maisha yako, hakikisha unavifanyia kazi. Kwa mfano, Mungu anatoa wakati na aliisha toa wakati, lakini anatoa pia mazao. Unaposema ili embe ni la mwezi wa 12 mpaka wa 4, Mungu anajua likiwa embe la asili, mwanadamu katika hiyo season, katika huo msimu, anakuwa yuko down au yuko chini kwenye homoni ipi. Kwa hiyo anaiweka kwenye maembe. Unapokula maembe kwa wakati unaofaa, unaingiza hivyo virutubisho ndani ya mwili, unapata afya kamili. Sasa kale embe la mwezi wa 7, kale embe ambalo halina kokwa, kale embe lenye chemical, limekuzwa kwa madawa, litakuathiri kwa mambo mengi. Kwa hiyo afya yako, Mungu anapokuwepo hapo, ana control hivi vitu vyote, ndipo unasema sasa mimi nina afya. Nini ninachosema Mwakalonge? Asili na wakati vinaendana. Mvutano wa asili, uhamishaji wa asili, ukuaji wa asili, nguvu ya nuru, nguvu ya giza, mahusiano ya kinasaba, nguvu ya kihisia, inatokana na wakati na asili. Na ndio maana wenzetu wametuwekea hiki kitu, kwamba kuna matunda ya kipindi cha kipupwe, kuna matunda ya kipindi cha kiangazi, kuna kipindi cha mvua, kuna kipindi cha joto, alafu kuna matunda yanayokwenda mwaka mzima. Ndio maana madaktari hawaruhusu kwenye sahani yako uwe una aina zaidi ya 3 ya matunda, lakini mwamba unakulaga aina 12. Kwa taarifa yako, moja inaenda kuzuia utendaji kazi wa lingine. Muda usipouheshimu unaathiri mimea, unaathiri viumbe, unaathiri hali ya hewa, unaathiri ndoa zetu, unaathiri familia, unaathiri ibada, unaathiri akili. Katika kila jambo kuna kusudi. Sasa hapo utaondoka, utasema muda ni muda. Usiondoke ukasema hivi. Tusiwe wapumbavu. Paulo anasema wakati ndio huu. Waadventista wa Sabato mnashauriwa kupanda miti yenye maana katika nyumba zenu. Unapanda mwashoki, unakusaidia nini? Unapanda kitu kinachoitwa jasmini, unajua madhara yake?
Wangapi wanafahamu ua la jasmini au ua saa sita? Ukipanda mengi kwenye nyumba yako usiku, hutaweza kuvuta oksijeni, kwa sababu ina tabia ya kuvuta oksijeni. Mara ya kwanza utaiona ni harufu nzuri. Jasmine, ua saa sita, linatakiwa liwe moja upande wa kushoto juu, upande wa kulia chini, ili ile harufu iwe controllable, itawalike. Inanukia vizuri. Pap, ukifika usiku wote mna suffocate. Kuna vyakula ukiviweka muda mrefu usiku, ukatokeza asubuhi mkavira, wote nyumba nzima mtaharisha. Ikiisha fika asubuhi, toa vile vyakula, vina tabia ya kuondoa mivuke yake, tunasema evaporation. Inaenda kuathiri vyakula vingine ndani ya nyumba. Chakula ulichokula leo asubuhi kitafanya kazi baada ya wiki 7, ndio kinaanza kukuletea matokeo. Chakula ulichokula leo mchana, baada ya masaa 2 ndipo kitakachokuletea, kitaongeza sukari ndani ya kwenye mwili wako. Kwa hiyo unapokula, kula ukijua hapa kuna hatari. Sasa ngoja niwaambieni, wazazi mlioko hapa katika familia, kwa mfano, umri wa binadamu nao ni wakati. Kuna aina ya umri wa aina 3, lakini wote ukiulizwa umri wako unataja ule umri wa namba 2, hautaji umri wa namba 3. Na katika umri huu, kati ya umri wa blood age, yani umri wa damu, ambao mara nyingi tunaita brain age, umri wa ubongo, umri wa mawazo, wengi wanaamini kwamba mtoto 0 ndio mtoto mwenye umri wa miaka 0. Hapana, mtoto 0. Wangapi hapa hawajaoa bado? Hao ambao mnaona wananyosha mikono hawajaoa, ndio wana mtoto 0, hawana mtoto wa miaka 0. Mtoto wa umri wa miaka 0 ni yule tunaomuita chronological age, anazaliwa. Ndio pale tunapoanza kuhesabu umri wa mwanadamu. Lakini umri wa ujauzito, gestational age, hatuutaji. Na kwa sababu hatuutaji, kwa sababu unaanza utungwaji hadi uzaliwaji. Sasa hiki kipindi nacho ni kipindi cha maruelue. Huyu mtu anayeitwa kijana hajaoa lakini anafikiria kuoa, anamtengeneza mtoto wake ndani ya akili yake. Anapomtengeneza, anaingia kwenye homoni zake, sijui jinsi tunahitaji kwa Kiswahili, katika homoni zake, anatembea naye. Anapokuja kwenye utungwaji wa mimba, yule mtoto anachukua vinasaba 23 kutoka kwa mama, kutoka kwa baba, vikiunganishwa vinatengeneza mtoto. Huyu mtoto aliyetoka kwenye mawazo, kuna watoto wa aina 3. Naomba mnisikilize, sikutamani sana nitaje hii, lakini leo naona Mungu ameniambia nitaje. Kuna tumbo ambalo kimsingi kimaabara hawasemi kama lina madhara, lakini kimsingi lina madhara. Kwetu katika ulimwengu wa roho kina madhara. Mtu ambaye ni bikira na mtu ambaye si bikira, ndoa ambayo ina uchafu kutoka kwa baba, ina uchafu kutoka kwa mama, na ndoa ambayo haina uchafu kutoka pande mbili, hao watu hawawezi kufanana watoto wanaozaliwa. Kuna mmoja tumbo limechafuka, kuna mwingine tumbo halijachafuka, kuna mwingine mwili umechafuka,
na mwingine mwili haujachafuka. Na ndio maana tunawashauri vijana, tunzeni miili yenu ili kupata mtoto aliye safi. Manoa anaambiwa, brother Manoa, utazaa mnadhiri wa Mungu, usile hiki, usile hiki, usifanye hiki, usifanye hiki. Mungu anaandaa hii ndoa ije itoe mnadhiri wa Mungu. Yesu anapokuja anatafutwa binti ambaye ni msafi. Nini maana yake? Watu wa symbiology ukigugo wanakuambia hakuna aliyekuwa malaya na aliyekuwa msafi, wote wanaweza wakazaa mtoto mmoja ikiwa wote wana afya njema. Lakini ukija katika masuala ya symbiology wanakuambia pia no, symbiology ni maana yake vitu vyote unavyoviona duniani ni simbo. Simbo ni nini? Simbo ni nini? Alama, kinawakilisha kitu fulani. Mimi hata wewe ulivyokaa unawakilisha kitu fulani. Sio watu wote wanakaa kama ulivyokaa. Kuna mtu mwingine akikaa ni lazima aweke X kwenye miguu yake, na wana tabia zao. Na kuna mwingine, naomba kitu kimoja ili nionyeshe hapa mfano. Haya, kuna mwingine anakaa hivi. Si umenielewa? Hawezi hata umwambie mara 20 achia, atakaa chini atajisahau. Kuna mwingine hawezi kukaa mpaka amebendi, miguu ameweka hivi. Na kuna mwingine amekaa hivi. Kila aina ya mkao, ziko aina 9 za mkao, na kila aina ya mkao ina maana yake. Twende kwenye kulala. Kuna watu wanalala chali, kuna watu wanalala wamejikunja, yaani unaona kabisa amejikunja. Kuna watu mwingine hawezi kulala mkono wa kulia, lazima alale huku. Na kuna watu mpaka anapata usingizi amelala milalo 6, kalala hivi, kalala hivi, kalala, kakunja, mwisho wa siku ndio anapata nini? Usingizi. Na kila mlalo anaokaa una maana. Sasa uje uniletee aina ya mlalo wa mtoto wako, nikwambie atakuwa nani, atakuwa yukoje, atakuwa anafanya nini, anapendelea nini. Hata wanaokaa hivi, kila jambo lina kusudi katika ulimwengu. Mlalo unaokuwa recommended ni upright, that is academic style. Nikiwaambia wote mkae hivi, meza zote unazoziona, viti vyote vinapotengenezwa vinatakiwa kutengenezwa vimekaa namna hii, ili ile meza inapokuja uandishi wa mtoto uwe na mwandiko mzuri. Lazima meza asiifuate, meza aifuate. Unapoangalia simu kidijitali kila wakati huko hapa, unaathiri spinal cord hapa kwenye shingo, na wengi wanaumia. Na ndio maana tunashauri, sikiliza simu kwa upande wa kushoto, sio kwa upande wa kulia. Kuna vitu ambavyo ni vingi, kila jambo lina kusudi. Sasa huyu mtoto aliyezaliwa katika hizi nyakati, nazo ningesema nianze kuzidadavua, ungeona zimeathiriwa na yule aliyetungiwa mimba. Hapa kuna vipindi vitatu. Hapa kuna vipindi vitatu. Hapa vipindi vitatu. Ndio maana unaonekana una umri mkubwa kuliko ulivyo.
Ndio watu wataalamu wanasema ikiwa una miaka 23 ongeza 3 ndio uhalisia. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe una miaka 26. Nyie wazee mlioko hapa mnatakiwa mstaafu haraka. Kwa sababu tukiongeza tu miaka hiyo maana yake unatakiwa kustaafu. Wewe nani, umenielewa? Kila nyakati na kusudi lake. Na kila jambo unalolifanya lina hivi vitu viwili. Nani amenielewa? Nafika mwisho. Alafu niwaombe maswali. Jambo la kwanza lazima uelewe, muunganiko wowote katika maisha yako una muunganiko na maagano. Jambo la pili, muunganiko na maagano yanasababisha vitu hivi vitatu. Maisha umeyachafua, uchaguzi umefanya mbovu, tumefungiwa nila na kufunga maagano na mizimu. Nini kinachotulinda? Ni neema. Na hiyo neema bado ipo. Sasa utaniuliza muunganiko gani? Muunganiko namba 1 ni physical change. Hivi physical change ni nini? Ni muunganiko wa kimaumbile. Jamani, ni muunganiko wa kimaumbile. Tunaposema physical change ni vitu ambavyo vikiungana unaweza ukavitofautisha. Kwa mfano, maziwa na mawe yakiungana, si unaweza ukayatoa? Ukatoa mawe na watu wakanywa maziwa. Jamani, naeleweka? Natamani nishuke hapo chini. Naeleweka? Maziwa na unga unaweza ukatenganisha ukabaki na unga na maziwa. Kwa hiyo kuna chemical change, kuna physical change. Kuna mabadiliko unapoungana, mnapoingia kwenye maungano, kuna mabadiliko ya kikemia ambayo huwezi ukayareverse, huwezi ukayarudisha. Sasa nawaalika watu wa Mungu, kuna mabadiliko ukiyafanya hayarudi tena. Mojawapo, ukipoteza muda haupati tena muda mwingine. Niwaambie lingine baya, sio zuri, lakini ninaona Mungu bado ana rehema kwetu. Ukichanganya wanawake au kachanganya wanaume, alirudi tena. Kila ukikumbuka historia yako, kuna mambo mawili, either upatane nayo au ikuumize zaidi. Kuna watu wengine tunatembea na historia ambayo tumeshindwa kupatana nayo. Tujifunze kupatana na historia zetu, kwa sababu hazitabadilika. Hazitabadilika. Yaani hakuna gia ya reverse, hakuna kurudi nyuma. Mwalimu umetuonyesha tangu Jumamosi, ninawaambia kuna makovu, kuna vitu utakavipoteza, kuna vitu ambavyo sasa ukicheza na muda havirudi tena. Ninawaomba nini sasa? Wangapi wanasema kwa kadri Mungu atakavyotuwezesha tusiingie kwenye muunganiko mwingine mbaya? Wanyoshe mikono yao. Mungu awabariki. Sasa namna gani unarudi? Cha kwanza, hatua za urejeshaji. Hatua ya kwanza, fanya maamuzi. Brother, mimi nitaondoka hapa, si muda mrefu, muda wangu utaisha hapa kanisani kwenu. Fanya maamuzi.
Make turning point. 2, muda uliokubalika ndio sasa. Muda ndio huu. 3, hakuna agano litakalovunjwa. Hakuna agano litakalovunjwa isipokuwa damu imemwagika. Na sisi damu tunayojivunia ni damu ya Yesu. Ndiyo damu ambayo ina thamani kuliko damu zote. Please, tumia kafara ya Yesu. 3, 4, ukitumia kafara, sikuhakikishii ni mpaka rehema na neema ya kafara. Inayofuata ni maombi. Tumeweka lile box. Wakati mwingine sio zuri, linaweza lisipendeze machoni pako, lakini lile ndio limebeba hatima yetu, maana litachomwa jinsi lilivyo. Please, tumia karatasi lako, ingia pale, tumbukiza. Una changamoto yoyote inayosababishwa na maisha yako ya kutotumia muda vizuri, kutotumia changamoto vizuri, kutotumia chaguzi zako vema, inasababisha Mungu asikubariki, weka pale. Umepata mtoto kwa njia yoyote ile, weka pale. Siwezi kujibadilisha, Mwokozi wangu, lakini nibadilishe kupitia lile box. Maombi. Sina nguvu tena ya kubadilisha maisha yangu, ila kama unataka ukae hivyo hivyo ulivyo, kaa. Lakini wakati uliokubalika ni huu. Kanisa limegharimikia uwepo wako sasa. Kanisa limejinyima. Kuna watu wamejinyima ili uokolewe. Muda ndio huu. Usicheze na muda. Umekula vyakula vimekuletea matatizo. Umetumia akili yako vibaya. Umetumia uongo vibaya. Umetumia mwili wako vibaya. Haijalishi jana, yaliyopita si ndwele. Si ndio inasemwaga hivyo? Yaliyopita si ndwele, si ndio? Yaliyopita, japokuwa ndwele hatujui ni nini, ila yaliyopita ni nini? Kuna mtu anajua habari ya ndwele? Yaliyopita tugange. This is the right time. Make a turning point. Tunaingia kwenye maombi. Maombi tutakayoyafanya leo, tutafanya maombi yafuatayo. Ukiwa unatembea, unaenda kuweka ombi lako, tafuta kona yoyote ndani ya kanisa, mweleze Yesu, mimina. Usimwanze kumpanga. Unajua mimi Yesu, mimi ni mzambi. Sema, Yesu, wajua mimi ni mzinzi, mimi ni muongo, mimi ni msengenyaji, mimi nimegombanisha ndoa za watu, mimi nimeuza pombe, mimi nimefanya kila aina. Unanijua, kwa sababu ninakuhakikishia usipoomba toba leo unaenda kuumbuka. Muda si mrefu. Sasa kwa nini uumbuke? Mwambie Yesu, umenipa muda wa miaka 7 ya shibe. Kabla ijaja ya njaa, ninaomba niitumie hii ya shibe vizuri. Muda wangu ninaoutumia, niutumie kuweka mahusiano yako na wewe. Nina rafiki na alinipenda mbele, kwa kamba za pendo
cheuge usinikaa ndani yake, yeye kwangu milele. Aukaza moyo wangu, uwache usininakaa yake, yeye kwangu milele. Kila mtu achukue nafasi, kila mtu achukue nafasi. Omba, 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 mwambie Yesu. Chukua nafasi, chukua nafasi. Njoo huku mimbarani, njoo huku, mwambie Yesu. Weka ombi lako pale, andika ombi lako, kaa, tawanyikeni kwenye, piga magoti, mlilie Mungu. Msiogope hata huku mimbarani. Lia, lia kama Ana. Kama umekosa mtoto, lia kama Ana. Kama umekosa ajira, lia, mwambie Yesu. Kama unafukuzwa na maadui kama Daudi, lia, mwambie Yesu, maadui zangu wanaponijia kwa njia 7, njia moja watapai. Mungu awabariki mnapojiriza. Kama mume wako amekukimbia, mpigie magoti arudi. Mke wako amekutenda, mpigie, mwambie Yesu. Asanteni. Tuingie kwenye maombi.
Ukiwa umemaliza, rudi kwenye kiti. Ukiwa umemaliza, rudi kwenye kiti chako. Mzee wa kanisa, njoo tuombe. Basi tusimame. Basi tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru sana kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa sababu ya mtumishi wako, amekuwa akifundisha mambo makubwa ambayo yametubariki kwa kweli. Ninakushukuru kwa vipaji ulivyoweka ndani ya mtumishi wako, na amekuja kutubariki Geza Ulole. Nalokuomba Baba, wana Geza Ulole wapatie nafasi ya kuja katika masomo haya pekee sana. Maana kupitia masomo haya familia zetu zitapokea baraka zako. Asante kwa jioni ya leo. Watu wako wamebarikiwa. Sasa tunatawanyika kwenda kwenye kupumzika. Baba, tembea nasi, utulinde tupeleke majumbani kwetu salama. Na kesho tena utulete mahali hapa kwa ajili ya vipindi vya jioni ya kesho. Neema yako yatosha. Endelea kutubariki katika juma lote hili. Tuendelee kupokea mibaraka katika masomo haya. Na mkufunzi huyu ukampatia afya njema, ili endelee kuwa baraka katika kanisa la Geza Ulole katika juma hili. Tunaomba na kushukuru katika pendo lake Yesu. Amen. Basi